Nyakura mokejong macheni kendo manchenro maramba koromo chal mar Kenya wago rubine konde mopogore opogore ka wakoni ni ginto gin gik mage mabende wakelo ka achiel kachiel kaka wuono nyakura mokejong no adhi ane achiel kachiel nyaka kar chung bura ma Ol Kalou nyawadwa Evans Asiba ntiere kar kanyo kawuono odiochieng' mogik mano mar yiero gin gik mage mantiere kar kacha achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne ni ginto gikore yo machanade IBC kosewacho ni kawuono gintiere gi odiochieng' mogik mano mar goyo campaign mano kama bedo kae ka waluwe kendo atudre kode achiel kachiel kiane wasedo Evans Asiba mar mondo mi okonwa ne mathoth ne ginang'o matimore kar kae nyaka sani bende nitiere gik moko ma IBC oseketo kare magiwacho kacha ni yiero gineno ni yiero ma Ol Kalou ochopo kare kendo kanyo tiende ni wabedo ka wamenyo jofwambo wantiere kar kanyo wadhido thuolo mano mar rango ni kanyo to gintiere eyo machal nade mano kama wantiere kodi ka achiel kachiel ne wakoni kani Evans Asiba mondo mi oture kodwa achiel kachiel mano kama wantiere kode kanyo kwa waseyude mar mondo mi wanenane kani to enade Evans Asiba karibu Ramogi TV asubuhi ya leo. Unaweza tujulisha yanayojiri katika eneo bunge la Ol Kalou siku hii ya leo ikiwa dakika za lala salama kwa matarajio ya uchaguzi wake juma hii? Asante sana mwenzangu ukiwa studio hapa ni eneo bunge la Ol Kalou Nyandarua County ambapo tu ni kwamba wakazi wa eneo bunge hili wanatarajia kumchagua mbunge wao siku ya Alhamisi. Hii ni baada ya mbunge aliyekuwa katika eneo hili marehemu David Njuguna Kiaraho aliyefariki tarehe 29 mwezi wa 3 na akapumzishwa tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026 alipokuwa akipokea matibabu hospitalini. Hii leo zikiwa zimesalia siku 3 kabla ya uchaguzi mdogo kufanyika katika eneo bunge hili ambalo linalo wapigaji kura 73,480 watakao kuwa na nafasi murwa ya kumchagua kwa mara nyingine chini ya miaka 5 mbunge atakayekuwa akiwakilisha kipindi ambacho kimesalia katika bunge hili ambao tukitarajia uchaguzi wa mwaka ujao. Lakini cha mno ni kwamba uchaguzi huu umevutia wagombeaji 9 kutoka vyama tofauti na tumeona ubabe ukionyeshwa kati ya vyama viwili, chama cha DCP na mgombeaji wa chama cha UDA ambaye nitakuwa nikiwapa majina yao hapo baadaye. Lakini chamana ni kwamba eneo hili bunge lina vituo 144 ambavyo vimegawanywa katika maeneo wadi 5, hili ikiwa maeneo wadi 5 tofauti. Lakini acha tuzungumze na wakazi wa hapa, pengine watuambie matarajio yao ni yapi na pengine mambo yamekuwa vipi tangu kufariki kwa mbunge wao David Njuguna Kiaraho. Njoo tu hapa, pengine tukianza kwa kujitaja majina, tuambie. Tunajua kwamba tangu mpoteze mbunge wenu wa hapa kwa tarehe 29 mwezi wa 3 na mkampumzisha tarehe 10 mwezi wa 4 na pengo limekuwa na shughuli zimekuwa, pengine nyinyi mnatarajia nini tarehe siku ya Alhamisi, mkitarajia kwamba kupigia mbunge atakayewakilisha kwa kipindi ambacho kimesalia? Kwa majina mimi naitwa Mr. Wajohi Joseph from Ol Kalou. Niseme ya kwamba hii eneo la mbunge la Ol Kalou limekuwa eneo la amani tangu zamani, na huu uchaguzi ambao tunaelekea kufanya tarehe 16 tunatarajia uwe uchaguzi wa amani. Watu wa Ol Kalou ni watu wa kuweka amani kila siku, kila wakati ni watu wa kuweka amani. Na vile kitu ningehimiza wale ambao wanatuona ni kwamba watu wa Kalou hawataki watu kuja kuwaingilia. Watu wa Kalou waachwe wafanye uchaguzi wao, juu wao ndio wenye kura. Wao ndio wataamua ni nani watachagua tarehe 16. Kila kitu tunahimiza serikali niweke usalama wa kutosha, kwa sababu sisi ni watu wa kuweka amani. Tunasikia ati kunaweza kuwa na watu wa kuja kufuruga uchaguzi.
watu tunataka kuwaambia wasijaribu kuja Olkarau juu sisi ni watu wa kuweka amani, na vile serikali imesema itaweka security ya kutosha. Hatutaki kuona watu ambao watakuja kuingilia uchaguzi. Sisi tumejiandaa. Watu kutoka saa 11 tutakuwa kwa laini, hata ukiona tukiwa wazee. Saa 11 tutakuwa kwa laini, kitapofika saa 5 tutakuwa tumemaliza uchaguzi. Umesikia ni kwamba kabla saa 5 Alhamisi watakuwa wamekamilisha shughuli zake, lakini wewe kama mkazi wa hapo Olkarau, kati ya wale wapigaji kura zaidi ya 70,000, wewe unatarajia nini siku hiyo ya Alhamisi, ukitarajia kwamba kuna siku ya kuchagua mbunge wako? Mimi natarajia wakazi wa Olkarau watafanya uchaguzi, tufanye uchaguzi kwa amani, kwa sababu Biblia inasema how good it is brothers to stay together in peace and in harmony. Kwa sababu tumekaa siku zote kwa pamoja, inahisi tu ndugu zangu hasa vijana, tukipiga kura turudi nyumbani tungoje matokeo. Yule atakayechaguliwa ndio tutafuata mkono. Kwa ni wanani, kwa sababu hata ndugu yako akichaguliwa hata kusaidia. Wacha tu yule mwenye atachaguliwa tumuunge mkono, tusonge mbele kwa pamoja, tufanye kazi hii kwa pamoja na kwa amani na kwa furaha nyingi kama ndugu wa Olkarau. Tuache kugongana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu baada ya uchaguzi there is life. Ni asante sana, ni hayo tu. Wakazi wa Olkarau tufanye uchaguzi kwa amani. Na pengine kwa vyombo vya usalama, ujumbe gani? Ujumbe wako kwao, kwa serikali na vyombo vya usalama? Vyombo vya usalama kufikia saa hii, naona hata kuanzia asubuhi nimeona maafisa wa polisi wakifanya doria, wakipiga pita kila mahali kuhakikisha usalama uko sawa. Pia ninaomba waziri wa usalama tuongezee usalama zaidi, ili tuwe na uchaguzi yenye utakuwa na vijana kuingilia na kufuruga wamama na kufuruga wa raia wa Olkarau. Haya, hao ni wawili kati ya wakazi wa hapa wakizungumza nasi na kutuambia matarajio yao ya siku hiyo, na mlivyowasikia ni kwamba mwito ni moja, mwito ni amani. Amani idumishwe, watu wapige kura, warejee nyumbani, wakisema kwamba watakuwa na shughuli fupi ya kuhakikisha kwamba wamemchagua mbunge wao ifikiapo mwendo wa saa 5 watakuwa wamekamilisha uchaguzi huo kulingana nao. Lakini tuseme kwamba hii leo ikiwa siku ya Jumatatu ndio siku ya mwisho kwa wagombeaji wote kupata nafasi ya kuuza sera zao kwa kazi wa eneo bunge hili na kuhakikisha kwamba wakazi wamepata yule atakayewakilisha kwa muda wa chini wa mwaka moja ambao umesalia kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao mwezi wa 8. Lakini tuseme kwamba hapa tulipo ni katika wadi ya Kiabaga ambayo iliyo na vituo 27 vya wapigaji kura, na vile katika eneo wadi ya Mirangine ina maeneo 25 ya wapigaji maeneo ya kupiga kura 25, na vile Kianjuri, Keriji kutakuwa na maeneo 32 ya wapigaji kura, na wadi ya Ruri ikipata nafasi ya kuwa na vituo 33 vya wapigaji kura, ambapo wapigaji kura zaidi ya 70,000 watakuwa na nafasi ya kumchagua mbunge wao siku hiyo. Na wagombeaji ambao kufikia sasa ambao wameidhinishwa au wamepitishwa, majina ambayo yameidhinishwa na tume huru ya uchaguzi IEBC kufikia sasa ni wagombeaji 9, wakiwemo Samuel Waweru Douglas Kamau ambaye ni mgombeaji wa chama cha DCP, na Waithaka Steven Wanyoike aliye katika chama cha NLP, na Nyaga Samuel Mshina ambaye yuko katika chama cha UDA ambaye atakuwa akipeperusha bendera chama cha UDA, na pia Njoroge Recho Wangoi akiwa mwanadada peke yake katika wakati ya wagombeaji 9 wa chama cha PDP, na vile kutakuwa na Mwaniki Edward Madhenge wa chama cha Kenya Moja Movement Party, na vile kutakuwa na Mshiri Edwin Kariri ambaye atakuwa akiwania kutumia tiketi ya chama cha PNU, na vile kutakuwa na Kigwa Wilson na Mwaniki atakuwa akiwania kutumia tiketi ya chama cha Jubilee, na wanane atakuwa Karioki Thimoth Kamau ambaye atakuwa anatumia chama cha People's Movement, na mwisho atakuwa Abdullahi Hussein wa chama cha Federal Party of Kenya ambaye anafunga ukurasa wa wagombeaji 9 ambao waliidhinishwa na tume huru ya IEBC
sasa ni mtihani ambao umesalia kwa tume hii ya IEBC kuhakikisha kwamba wametayarisha, wameweka uchaguzi huru, na tulipo ni katika kanisa la PCA ambapo ni afisi za muda za tume hii ya IEBC, ambapo maafisa wa IEBC wamekuwa wakikaa hapa wakifanya mikutano yao hapa, na vile vile kutoka katika kanisa hili kuna niseme tu kwamba watu wachache chini ya dakika 2-3 tutakuwa tukifika katika eneo ambalo litakuwa likihesabia kura zote, kura ambazo zitakuwa zimepigwa hapo ndipo kutakapokuwa kukijumlishwa kura hizo katika shule ya Olkalau, shule ya upili ya Olkalau, ambayo itakuwa mwenyeji wa kuhakikisha kwamba nafasi wamechagua wale ambao wamechaguliwa, ambao wamepigiwa kura zimehesabiwa pale na kujua pengine mshindi atakuwa nani. Sisi kama siku ya mwisho ya uchaguzi tutakuwa tukisalia katika campaign au letu kutakugusa sera, tutakuwa tukisalia katika eneo bunge hili kuzunguka maeneo yote kujua pengine ni nani yuko wapi na nauza sera aina zipi, na vile vile tu ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia karibu na kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu ameweza kuona. Kutoka kaunti hii ya Nyandarua, mimi ni Evans Asiba, kazi kwako studio. Asante sana